Wakenya wanaoishi katika nchi ya Marekani, Israel, Iran pamoja na nchi za Middle East wahofia usalama wao wakati huu vita dhidi ya Iran, Marekani na Israel imeanza. Karibu mtazamaji, ni kujuze yanayojiri katika rubaa za kimataifa. Hii ni Expertise 24/7 na kufahamisha ripoti zinavyojiri kutoka hapa Kenya, East Africa, Afrika pamoja na dunia mzima. Mtazamaji, iwapo hauna ripoti, ni kwamba kuna vita kali sana ambayo inaendelea kati ya Marekani, Iran na Israel. Na kwa hii vita kuna nchi zingine ambazo zimeweza ni kupata zikuwa zikihusika, na hizi ni kati ya UAE, Qatar, Saudi Arabia, Iraq, Oman, Kuwait, Jordan pamoja na Bahrain. Na sasa mtazamaji, iwapo wewe ni Mkenya unaishi katika nchi za aidha Marekani pamoja na Iran, Iraq, UAE, Qatar, umeweza ni kupatiwa ripoti kwamba uwe ukiwa mahali uko salama. Mwanzo, hizi vita ambazo zimeanza kati ya hizi nchi na nchi ya Marekani na nchi ambazo ziko pale Middle East ni nchi ambazo ni vita ambayo inaendelea vibaya sana, na ni vita ya vilipuzi. Mtazamaji, kama ushaipata kuona kisa cha kilipuzi ama bomu, kilipuzi ni kitu ambacho kinaangushwa mahali na kulipua kila kitu ambacho kimebaki pale. Na kwa hilo, mtu ambaye anahusika kwa ile vita na mtu ambaye hahusiki kwa ile vita hakika anaadhirika. Hasa mtazamaji, nataka nikusomee ripoti ambayo imeweza ni kuchapishwa katika mitandao ya kijamii ya Rais William Ruto, na uweze ni kusikia venye ameweza ni kusema, na hapa namnukuu: Kenya strongly condemns the strike on the UAE, Qatar, Saudi Arabia, Iraq, Oman, Kuwait, Jordan, Bahrain and the evolving conflict in the Middle East. Aliendelea na kusema, it is evident that the regionalization of this conflict poses a grave threat to international peace and security. At this defining and precious moment in global history, long-standing multilateral institution remains frameworks for the resolution of the current crisis in the Middle East. Na akamalizia na kusema, Kenya calls for urgent multi-stakeholder engagement towards the de-escalation. Na namnukuu. Ripoti hii ya Rais William Ruto inafahamisha Wakenya ambao wanahusika kuishi katika nchi za UAE, Qatar, Saudi Arabia, Iraq, Oman, Kuwait, Jordan pamoja na Bahrain. Mwanzo, Waafrika ni watu wa kuweza ni kwenda kujitafutia maisha bora. Kwa hivyo wako katika nchi hizi zote ambazo zinaendelea vita pale upande wa Middle East. Kwa hivyo kama ni Mkenya unaishi katika zile nchi, umeweza ni kupatiwa ripoti kwamba pahali ambapo unaelekea, ukifahamu venye kunaendelea kwa usalama wako wewe mwenyewe. Mwanzo, uko katika nchi ya kigeni, kwa hivyo serikali inaweza kosa kukupatia usalama inavyofaa. Mwanzo, uko katika nchi ya kigeni. Mtazamaji, haya yakiendelea, kuna airport ambazo zimeweza ni kufungwa, na hizi airport ni kati ya airport ambazo ziko pale katika nchi za pale Middle East, na kati ya hizi airport ni Dubai International Airport. Wameweza ni kususpend shughuli zote mpaka waanze ni kuleta ripoti kamili. Abu Dhabi Zayed International Airport pia wameweza ni kususpend mpaka siku ya Monday asubuhi. The Doha Hamad International Airport pia wameweza ni kususpend temporary shughuli katika ile airport, pamoja na Sharjah International Airport pia wameweza ni kususpend. Israel Ben Gurion International Airport, Bahrain International Airport. Ndege zote na shughuli ambazo zinafanyika pale katika zile airports zimeweza ni kususpendiwa. Na pia kampuni kama vile The Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways pamoja na Singapore Airlines ni moja miongoni mwa uwanja wa ndege ambazo zimeweza ni kusitisha shughuli katika nchi ambazo ziko pale upande wa Middle East. Hiyo inamaanisha aje mtazamaji? Iwapo umeona kumechacha, ni ngumu sana kuweza ni kurudi katika nchi yako.
Kwa hivyo wakati huu idara ambazo zinashughulika na mambo ya kigeni pamoja na nchi ya Kenya imeweza ni kuambia watu ambao wako pale, wa Kenya ambao wako pale katika zile nchi, waweze ni kuangalia hali yao wakati huu wa vita hii. Mtazamaji, vita hii ni noma. Mwanzo niliweza ni kuona hakika shughuli hizi sana sana zinaendelea katika military bases ambazo ziko zinashambulia pale Iran, Iraq, Israel na Marekani, na nimeweza ni kuona maonyo mingi sana ambazo hizi nchi zinapatiana. Kwa hivyo vita inaweza ikaendelea. Mwanzo hii ni kitu ambayo imeanza na kila mtu anataka kuonyesha ubabe wake, ubahiri wake katika vita, anataka kuonyesha ni nini yako nacho basi. Na vita sio suluhu hakika ya mambo yote. Na wakati huu mambo ambayo idara ambazo zinaangalia usalama wa dunia zimeweza ni kueleza kwamba wakati huu watu wawe waangalifu sana. Mwanzo kabla ya kuweza ni kuwa wakisikizana pale ile kusitisha ile vita, watu wakiwa wakijiangalia. Wakenya ambao wako katika nchi sana sana za Qatar, kuna watu wengi sana pale Qatar, more than watu Wakenya wengi, maelfu ya Wakenya ambao wako katika nchi kama vile Qatar, kama vile UAE, Kuwait. Hizi ni nchi ambazo Wakenya wanaenda sana kufanya shughuli zao pale. Na mwanzo wakati kilipuzi kimetumwa kutoka Marekani, haitambui ni nani ambaye ataadhirika. Mwanzo zile ni vita zao, hatuelewi ni nini hasa wanachoulizana. Tuliweza ni kuona kuna kiongozi mkubwa sana aliweza ni kuangamizwa pale upande wa I think it was Iran, na ni mambo ambayo imeweza ni kuzua tete sana. Nchi zinarushiana maneno ya kurudisha kizazi, ya kuripisha kizazi. Mtazamaji, iwapo huko katika zile nchi za Marekani, Iran, Iraq, Israel pamoja na zile vitu nchi kama vile Bahrain, mtazamaji wangu kuwa mwangalifu sana. Mwanzo wakati huu ni wakati ambao uko na a lot of tense, na ni wakati ambao basi kila mtu anafaa apaswe kuangalia usalama wake yeye mwenyewe mahali hapo. Mwanzo ukisikia wameweza ni kufunga airports, kuweza ni kurudi katika nchi yako, basi inakuwa ni ngumu. Mtazamaji, kumbuka hii ni Expertise 24/7. Story ambazo nakufahamisha hapa ni stories zinavyojiri kutoka hapa Kenya, East Africa, Afrika pamoja na dunia mzima. Kuchukua muda wa sekunde moja kuweza ni subscribe hapo, unafurahishwa na kazi ambayo tunaifanya hapa Expertise 24/7. Mtazamaji, kamilisha ni kwamba iwapo wewe ni Mkenya na unaishi Marekani, unaishi Iran, Iraq, katika nchi zile ziko pale upande wa Middle East, Qatar, UAE, Kuwait, kuwa mwangalifu sana. Mwanzo wakati huu unaweza kosa kupata usaidizi unaofaa. Mwanzo uko nchi ya kigeni na unahitaji kupata usalama. Asante sana mtazamaji, Mungu akulinde, tuweze ni kupatana katika wakati mwingine bado katika channel Expertise 24/7. Kuchukua muda wa sekunde moja upo unafurahishwa na kazi ambayo tunaifanya hapa Expertise 24/7. Asante kwa muda wako, kuwa na wakati mwema. See you in the next episode.